So wakati hawa vijana wetu wa SS Media wamenitembelea, nikasema nitembee nao niwajulishe hustle zenye na kuanga nazo hata kama niko Nairobi, na shughulikanga na hizi kimaliza naweka gunia moja kwa boot, nenda nayo Nairobi, watoto wangu wanakula. Mtu pia akikuja akiwa na shida na niko area mwenyewe, hawezi kosa kupata gogo moja. Mjitume watu wa Matungu. Hii ndio hustle. Nikipata 100 ninakuja naye kanisani, 2000 natoana kasadaka kanisani. Mkiniita harambee wapi. Na singine huwa natoa tu vitu kama hizi napata. Na nikipata pia mahali nafanya kazi, natoa kitu kidogo nakuja nayo kujituma yenye najituma. Kama mtu ambaye ameona shida ambayo tuko nayo na niko na azma ya siku moja watu wa Matungu mkinijalia kuwaongoza kama mbunge wenu, nataka mjue kwamba si maneno makubwa yanatusaidia, ni maneno madogo haya na visionary leadership itatuongoza. Na hii ni mojawapo ya vitu ambazo ningependa kuwahimiza. Msisahau ya kwamba katika shamba rasilimali iko inayoweza kusaidia kubadilisha hali yote ya maisha. Msikae nyumbani mkiwa na shamba, msikae nyumbani mkiwa na mahali mnaweza jituma, mjitume. Mkipata kitu kidogo ya kwa support, tuta support. Na mnaendelea na mambo yenu ya hali ya maisha. So ninataka kushukuru SS Media kwa kukubali kunitembelea na pia kukubali kutembea na mimi katika shughuli hii kujulisha watu wa Matungu kile kinaendelea. Mbolea yenye nimetumia hapa ni 2500 mfuko, na nilikuwa napata alert kwa simu tu, alafu natuma watu wangu wanaenda Bungoma wanapata mbolea. Lakini mkinichagua wakati itakapofika wa kutafuta mambo haya kwa uhalisi, nitashughulika tu tunapata mbolea hapa karibu. Kwa sababu ni 2500 tu kutoka kwa 7500 miaka kadhaa ambayo imekuwa nyuma yetu. Asanteni sana. Asante sana. Bila shaka amekuwa ni mbunge mtarajiwa wa eneo bunge la Matungu, Bwana Ngecho Mark, na amejitolea kuhakikisha kwamba atatembea na wananchi wa eneo bunge la Matungu kuhakikisha kwamba anawafanyia kazi ambayo imesaulika kwa muda mrefu. We are at the compound of the incoming MP of Matungu, and he has something to say about his efforts on farming activities that he normally engage on it when he is not around and around. Mr. Ngecho Mark, do you have something to say about your farming activities? No, this is just to encourage Matungu resident and the nation entirely. Yeah. Ati ukulima iko na faida. Hii nimetoa kwa shamba yangu tu. Na niko hapa na kijana mzuri sana ambaye ananisimamishia hii kitu. Nimetoa mahindi mzuri yenye ukigongoa itakupea chakula. Na mbolea nikapata kwamba iko bei rahisi sasa 2500. And from what it used to be, it's now even possible to do farming and it becomes your mainstay hustle. Okay. An acre today, ukitumia mbinu za kisasa za ukulima, will give you about 20-30 bags. This region, not Kitale, where people thought is the only place where maize farming can take place. Na kiongozi, unawarai vipi wakaaji wa Matungu kuhusiana na shughuli ya ukulima? Manake wengine wanaogopa hii shughuli kwa sababu maybe nini inaweza kuwa inafanya wanaogopa hii shughuli ya ukulima? Kitu cha kwanza chenye kinafanya watu wanaogopa shughuli ya ukulima ni akili, mentality yenye tuko nayo. Yeah. Tunafikiria ukulima ni ukulima tu. Na kwa sababu hiyo wanasema ukulima imewachia watu ambao hawajaenda shule, wale watu wanaishi vijijini. But agriculture contribute more than 30% to our GDP. Okay. And as we speak now, over 70% of employment is created courtesy of agro-related program. Tengeneza himiza watu wa Matungu, wale hawajapata kazi ya ofisi kama sisi, wale hawajapata hustle zingine na wako na shamba, waichukue kama ofisi. You get me? Yeah. Wachukue ukulima kama ofisi. Vile mimi natoka kwa nyumba asubuhi nikienda kwa ofisi Nairobi, wao pia wachukue ukulima kama ni kutoka kwa nyumba saa 12, saa 5 narudi nyumbani. Amefanya kazi ya kwa siku. It will pay.
kuna ukulima wa mboga, kuna ukulima wa miwa. Ile eneo limejulikana kwa mambo ya nini? Ya miwa, si ndio? Yeah. Hata kama hali ya uchumi ilifanya makampuni yetu ikafifia na ikaanguka, serikali na wawekezaji wamerudisha. Wakulima waliokuwa wanalima eka 5 sasa hiyo hawezi pata hizo eka 5, ndio? Lakini wenye hawezi kosa eka 1, hawezi kosa nusu eka ya kulima pesa yenye mlikuwa mnapata wakati wa eka 5 hiyo ndio unaweza pata sasa kwa eka 1. Kwa sababu wakati ule nakumbuka babangu hapa, wazazi wetu hapa wakipata kwa tani 800 peke yake 900 wakati walikuwa wanalima eka 5 hizo. Sasa hii tani ni 1500 na 500, si ndio? So tusipuuze ukulima hata huu wa miwa hata kwa sababu hakuna mashamba. Hii kidogo yenye tuko nayo tuweke pale. Na hiyo tunapanga tu kwa urahisi na kuwa kwamba hii eka 1.5 ni ya watoto wangu kwa shule. Ama hii nusu eka ni ya watoto wangu kwa shule. Wakati unakata unalipia watoto shule. Unaenda. Hii katikati uko na mahindi. Inakusaidia mambo ya chakula na pia gunia moja kupeleka kwa shule. So, na serikali imesupport hiyo program. Kuna shirika linaitwa Kenya Sugar Board. Lilikuwa limeanguka. Si mnajua hivyo? But Kenya Sugar Board has been revived. Na inasaidia wakulima kukuza ukulima wa miwa. Sawa sawa? Kwa mafundisho na pia kuna credit facility. Credit facility ni loans. Yenye mkulima ambaye ako na shamba yake, ako na title deed ama ako na documentation nzuri anapata. Yule ambaye amekodisha. Mnanipata vizuri? Yeah, yule ambaye amekodisha boda, ako na barua ya kukodisha shamba inaitwa lease. Anaenda kwa Kenya Sugar Board inampea loan at 5%. Riba at 5%. Riba 5% kama mimi mwenye ana experience economics kidogo ni kama free money kwa mkulima. Sababu hiyo ni sawa na inflation rate, sawa sawa? Yeah. Na hii pesa ulipi kwa hiyo mwezi, unalipa ukikata. Na kwanza unalipa. Ukikata ya pili unalipa. Ukikata ya tatu unafanya nini? Unalipa. So kata hata kama una pesa, Kenya Sugar Board itatusaidia sisi watu wa Western kufanya agricultural programs especially za miwa. Na ukiwa na miwa inakusaidia vizuri, ile siku umekata unarudisha kwa mbolea ya mahindi. Ile kidogo umepata. Kwa hivyo farming yako inakuwa kama ofisi. The whole thing I'm trying to emphasize here is let's revolutionize rural farming. To have in it an element ya kuwa ni job. Ni kasi kama kasi nyingine yenye sisi tunatokana asubuhi tukifanya hivyo tutabadilisha matokeo ya mashamba yetu. Badala ya kupata gunia 3 tutaanza kupata gunia 10. Umenipata ndugu yangu? This is what I would wish people to know. And it's my responsibility kama kiongozi kuwajulisha nafasi zenye ziko kwa wale ambao wanaweza chukua ukulima kama njia yao ya kujitafutia riziki. Haya maneno yanatakana wapewe kama kiongozi. Haya maneno viongozi wenye wako wanatakana wapewe. Wapate. Na kama mna shida, mimi ninafanya kwa serikali na naweza connect kwa Kenya Sugar Board. Ikuje wa assess ofisa wahusika wafundishe jinsi ya kuaccess hizo vitu so that your farming is revolutionized the way agenda ya farming under the broader better arrangement iko. Yeah. Sawa sawa. Yeah. So mniwache niende na hustle